Uncle, sikiza hapo hapo, usitoke. Msikize mkubwa kwanza, mzee wa komesho, mkubwa iwai, msikilize kwanza anaongea. 96 nikiwa na miaka 14 niliandaa show Dodoma. Ndio yamenikuta kwa miaka 14 unaandaa show hiyo. Sasa unamsikia aliandaa show kipindi na miaka 14. Sasa yangu sasa hivi na sisi unataka ufike muongo wa 3 sasa. Unataka ufike muongo wa 3 sasa. Unajua kuandaa chochote. Mimi nakumbuka 2015 nilipataga pesa fulani hivi nikaandaa show ya gospel. Nikapigia msanii fulani hivi wa gospel, alikuwa ana hit song sana kipindi hicho. Kwa A-list vijana wanasema. Kamuita, mimi siwezi kuja mkoani bila milioni kadhaa. Pambana sana, kampei 50% nikamlipa. Kitu kingine bwana, siwezi kuja kwa basi mimi mkoani. Mimi nakuja kwa ya Tanzania. Tena tu ukate ticket go and return na unitumie hiyo ticket. Bila hivyo siwezi kutokea kwenye hiyo show. Basi bwana, nikakata ya Tanzania go and return. Kuna kule kama ibaki kama wiki ile show, kanipigia simu ananiambia kulala kambana, kuna nyumba mtumishi utaenda kulala. Mimi siwezi kulala kwa mtu yote, mimi nalala hotelini bwana. Na kwenye hotel hakisha nyota 5 ama nyota 4, ikishindikana sana nyota 3. Bwana, na gari ambayo itanizungusha kutoka airport kunipeleka hoteli sijui iwe Prado, pindi hicho Prado. Bwana, akaambia sawa. Nikapambana, nikaongea na wadau na nini, nikapata sponsorship ya hotel ilikuwa nyota 4. Nikaambiwa nilipie 50%, afu wao wanadhamini ile 50%. Kwa hiyo nikapambana na wadau, nikalipwa 50%. Huku na kule nikapata Prado ya mtumishi mmoja hivi. Huyo mtumishi ndo alikuwa ndo tajiri kwenye ule mkoa. Tukapata Prado. Kwa hiyo Prado ilitumika kumzungusha msanii pale mjini pale, kamzungusha na nini. Show ikaenda fresh na nini, nikapiga show fresh nini. Jamaa akarudi kabisa. Lakini show haikuwa, sikupata pesa, by the way, sikupata faida. Zaidi niliambulia madeni. Kulikuwa kuna videni fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku kumbuka nikaajiriwa sehemu, nikawa nafanya kazi, mshahara nalipa.